Kuanzia siku ile ya kupiga kura, kulizuka genge lilokuwa likiwatisha watu kwa kupora mali na kuharibu mali pamoja na miundombinu mbalimbali, kuchoma moto vituo vya mafuta pamoja na ofisi za umma. Katika siku hizi za uhalifu huu, Watanzania wakagawika katika makundi yafuatayo: kundi la waliofanya uhalifu, kundi la waliochukizwa na uhalifu uliokuwa ukifanywa, kundi la waliofurahia uhalifu na uvunjifu wa amani uliotokea, kundi la wachochezi wa ndani na nje ya nchi yetu wakiwemo mpaka wale ambao si wa Tanzania. Pia kukawa na kundi la serikali na vyombo vya dola na kundi la wanasiasa wa mitazamo tofauti. Wakati haya yakiendelea, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilitoa tamko kuhusu kile kilichokuwa kinaendelea. Mkuu wa majeshi nchini alitufahamisha kwa kile kilichokuwa kinaendelea ni uhalifu na watekelezaji wa uhalifu huo ni wahalifu. Na hapa na nukuu: ndugu wananchi, itakumbukwa kuwa jana tarehe 29 Oktoba 2025 nchi yetu ilikuwa na zoezi la uchaguzi mkuu. Wakati zoezi hilo likiendelea, kulitokea vitendo vya kihalifu vilivyotekelezwa na baadhi ya watu wahalifu wasiolitakia mema taifa letu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Vitendo hivyo vilihusisha uharibifu wa miundombinu ya umma, mali za umma na za watu binafsi. Vitendo hivyo ni uhalifu usiokubalika ambao lazima ukomeshwe mara moja. Mwisho wa kunukuu. Kutokana na vitendo hivi vya kihalifu ambao vililazimu vyombo vyetu vya usalama kudhibiti hali hiyo, ndani yake kukatokea vifo vya watu wasio na hatia na wengine kupata ulemavu wa kudumu pamoja na uharibifu, wizi na upotevu wa mali. Yote haya yakisababishwa na genge lililokuwa likifanya fujo, wizi na uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu. Sisi kwa umoja wetu tunalaani vitendo hivi vya kihalifu ambavyo udhibiti wake umepelekea vifo vya watu wasio na hatia. Sisi kwa umoja wetu tumeumia sana kwa haya yaliyotokea